Bwana, leo tupo live kabisa hapa Songea mjini. Karibu sana ndugu mtazamaji katika vipindi vyetu mbalimbali ambavyo tunakuwekea pale YouTube. Usisahau pale kusubscribe Mwanga Media ili uweze kupata matukio tofauti. Bwana, hii ni Mwanga Media, hapa tumefika live kabisa. Bwana, hii ni Songea mjini, tunakuja kukiwasha. Tupo leo na mdada mzuri, malkia wa nguvu, ambaye anajiwekeza kwa namna moja au nyingine hivi. Tukoje umuone hapo anafanya mambo fulani hivi. Au vipi? Bwana, karibu sana ndugu mtazamaji kucheki kipindi safi, kipindi bora kabisa hapa Mwanga Media. Huha. Bwana, Because I touch. Bwana, kama unavyoniona niko hapa na mdada mzuri, atatuambia anaitwa nani, anafanya shughuli gani kwa sasa, ametokea wapi na sasa yuko wapi. Nimekuja hapa udada na mapito mengi makubwa na anafundisho kubwa sana kwa dada wengine ambao hawana kazi na vile ambao kwa wale ambao wanafanya kazi fulani hivi alamu sizoeleweka. Bwana, karibu sana hapa Mwanga Media. Usisahau tena kusubscribe na kukumbusha. Mambo vipi? Safi, za kwako? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Shamila Juma. Kwa jina la biashara naitwa Shami Fruits, ni mfanyabiashara wa matunda. Nakuwa na matunda ambayo hayajakatwa kama hivi na nakuwa na matunda ambayo yamekatwa. Kwenye matunda yaliyokatwa tegemea na mahitaji ya mteja. Tunakuwa na mchanganyiko wa matunda. Tunakuwa na zabibu, ndizi, parachichi, tango, tikiti maji, papai, nanasi. Lakini pia tunatengeneza mixer ya aina moja. Kwa mfano mteja anataka ndizi peke yake, lakini tutamfanyia na decoration. Tutamwekeza na zabibu na carrot kidogo na apple. Lakini kwa wale wateja ambao wao wanapenda matunda yote, tunatengenezea hiyo mixture. Okay bwana, huyu dada hatari. Yaani moja kwa moja kaelezea kila kitu kuhusiana na biashara yake ya matunda. Shami, sisi tunataka kujua kwamba kabla ya kufanya biashara ya matunda ni wapi ulianzia mpaka leo ulipo, sababu tunaangalia wadada wengi sasa hivi wanahangaika kazi za kufanya. Kuna wengine wanadilika hata kufanya kazi ambazo sizo. Lakini kupitia wewe tunataka wengine pia wajifunze ili wajue ni wapi watapata pesa, ni wapi watapata kujikimu kimaisha. Tuambie ulianzia wapi, ulisoma wapi, nyumbani kwako wapi, nini? Story fupi sana ya maisha yako. Elimu yangu ya msingi na O-level ilikuwa ni Bomba Mbili shule ya msingi, sekondari ilikuwa ni Bomba Mbili sekondari, advance ilikuwa ni Morogoro, wilaya ya Mvomero, Tuliani. Chuo Mwenge Catholic University iliyopo Kilimanjaro. Maisha yangu ya biashara yalianzia ni wakati niko chuo mwaka wa kwanza. Nilianza kuuza kashata na peni, baadaye nikaja kuuza mboga, nikaanza kuuza karoti, bamia kwa wanachuo wenzangu baada ya vipindi. Ukiwa chuo hapa ulianza kuuza. Ulikuwa unasomea nini chuo? Mimi ni mwalimu wa degree. Degree. Okay. Baada ya kuingia mwaka wa 3 nikaanza na biashara ya mayai. Ila mtaji wangu wa kwanza kabisa nakumbuka ulikuwa shilingi 3000. Shilingi 3000 hiyo nilikuwa nanunua karanga, nanunua sukari, nanunua na mkaa. Natengeneza kashata naenda kuuza chuo. Ndio mtaji wa kwanza kwenye biashara yangu ilikuwa shilingi 3000. Baada ya kumaliza chuo 2023 nikaanza cha kufanya. Kwanza nikaanza kufundisha shule. Ilikuwa hiyo shule iko Mtwara sekondari. Nikaanza nafundisha form 1 hadi form 4. Nimefundisha mwaka huu 2025 mwezi wa pili nikaamua kuacha. Yaani ina maana mwaka huu 2025 ukachana na masuala ya kufundisha shule. Ulikuwa hujaajiriwa kiujumla? Ndio, nilikuwa najitolea. Na chuo ulimaliza mwaka gani? Chuo nilimaliza mwaka 2023. Ina maana karibia miaka 2 hivi ulikuwa unajitolea tu. Kujaribu kuomba kazi labda? Nilijaribu kuomba kazi ambayo tuliomba mwaka jana mwezi wa 8. Interview nilifanikiwa kufanya olo mwaka huu tarehe 22 mwezi wa pili. Nimefanya hiyo interview nikaonekana sijafanikiwa kuendelea na written.
kuendelea na olo. Baada ya hapo nikaamua nikakaa chini nikajitafakari nikatathmini nikaona hapana, yani posho ninayopata na mahitaji yangu hayaendani. Nikaamua nifanye nini? Nikaanza kujiajiri. Nilivyoanza kujiajiri sasa kaanza biashara yangu ya ndizi pamoja na parachichi. Nilianza kwa mtaji wa shilingi 5,000. Kipindi hicho uko wapi umeanza kujiajiri kuuza matunda? Kujiajiri nilianzia Songea. Hapa niliposimama nilianza tarehe 28 mwezi wa pili 2025. Okay. Nilianza kwa mtaji wa shilingi 5,000. Nilianza kuweka ndoo yangu nyeupe ndogo na sahani. Basi. Hadi leo unamiliki hii meza. Bwana ni story fulani hivi ambayo ukisikiliza kwa makini utagundua huyu dada alikotoka na aliko sasa hivi kama vile kafanya maamuzi yale magumu kwenye maisha. Alianza na mtaji wa 5,000 lakini leo anasema anamiliki meza na analizika na biashara yake. Haya, tuambie sasa, toka umeanza kufanya biashara ya matunda, vipi, unapata faida au unapata hasara? Kiukweli kabisa kutoka nilikotoka nilianza na sahani pamoja na ndoo. Leo hii nazungumzia nimesimama kwenye hii meza. Kwa hiyo moja kwa moja napata faida na naona kabisa ninakoenda ni huko. Na nilikotoka. Ina maana biashara inakuwa. Biashara inakuwa sio faida tu, yani biashara inakuwa. Na kubwa zaidi ni leo hii Monga Media imeamua kunitembelea kwenye biashara yangu. Ni furaha kubwa sana. Yani ni furaha kubwa sana. Tumekuona. Yani nimeonekana na nitaonekana. Sema hapa tumefika. Hapa tumefika. Bwana, hapa tumefika. Hii ni Monga Media. Mimi naitwa Monga Simba. Nipo na mdada nzuri ambaye muuza matunda. Anaitwa Shami Fluid. Bwana, karibu sana. Shami, tuambie. Kwa siku huwa unatumia mfumo gani kuuza matunda yako? Matunda yangu natumia mifumo miwili. Kwa sasa hivi. Mfumo wa kwanza napanga kama hivi kuanzia saa 3 asubuhi. Mfumo wa pili nakata kwenye vikopo. Na mengine nakata tu kama ni parachichi au ni papai, nakata tu kawaida naweka kwenye kideli changu, napita kuzungusha kwenye maduka. Nazungusha kuanzia saa 6:30 hadi saa 9. Huo ndo muda kuzungusha. Kwa hiyo mfumo wa biashara yangu. Ina maana kikawaida unaweza kaa unaingiza pesa ya kutosha sana kwa siku ya kujikimu maisha yako, si ndo maana yake? Kwa sasa hivi naingiza pesa ya kutosha ambayo naweza kuendesha maisha yangu ya kila siku na kuweka akiba. Makofi mengi sana kwa Shami. Bwana, ni wadada wachache sana ambao unakuta wanafanya majukumu kama haya afu anajiweza kama hivi. Bwana, Sham, hongera sana. Asante. Wewe ni malkia wa nguvu, tumekubamba pa Monga Media. Jamani, asante. Unawaambia nini wadada ambao wao hawataki kufanya kazi? Ninachowaambia, mtaji wa kwanza ulionao ni akili na afya. Sio hela, sio pesa. Mtaji wa kwanza ulionao ni akili na afya. Vijana wengi, sio dada tu, tuna matatizo. Matatizo tunao sisi sio matatizo ya kiafya, tuna matatizo ya afya ya akili. Tuna matatizo ya afya ya akili. Sisi tunategemea kwa kuwa umesoma, unategemea mtu akuajiri. Yaani wewe uwazi katika vitu vyote nilivyosoma kuanzia primary hadi chuo kikuu. Kitu gani kimoja? Yaani chagua tu kitu kimoja. Aidha ni ile stadi ya kazi au maarifa ya jamii ulofundishwa primary darasa la 3 au entrepreneurship ulofundisha aidha mwaka wa 2 au mwaka wa 3 ikusaidie kuishi. Ukikaa chini ukafikiria hivyo tu, utachagua kitu chako kimoja tu au kozi yako moja tu uliyosoma ikakusaidia kufanya kazi. Kwa hiyo kumbe kuuza matunda ya kuhitaji form 6 sijui la 7 ni akili tu. Ni akili tu. Unawaambia watumie akili. Watumie akili zao vizuri. Sio watumie tu akili, watumie akili zao vizuri na miili yao waliopewa. Maana sisi nasema mimi nishakuwa mdada mzuri siwezi kufanya kitu fulani. Hapana. Usichague kazi. Usichague kazi. Kwani kazi mbaya? Mimi kikweli napenda, ndio maana nimesema mimi nishaanza kufanya hii kazi tangu nikiwa chuo, natoka darasani na bumu langu limeingia, wenzangu wanaenda kutoa, mimi naenda kuuza biashara. Changamoto za kazi nini? Changamoto za kazi kwanza sina vitendea kazi vyote. Yaani sina vitendea kazi
vyote. Kwa mfano kama sasa hivi nimeamua tu kujiongeza, natumia hii mifuko. Sina hata zile gloves, at least hata zile gloves za kutengenezea keki. Kwa hiyo sina vitendea kazi vyote. Kwa mfano mwingine sina freezer au fridge kwa ajili ya kupozea matunda yangu. Kwa hiyo changamoto yangu ya kazi ya kwanza ni vifaa. Sina vyote kwa ajili ya biashara yangu. Kwa hiyo hakuna usumbufu wote unatokea katika biashara yako, labda mtu kuja kusungua hivi mara nafasi? Hakuna kabisa. Usumbufu ndio upata na wanasema napata psychological torturing. Yaani mtu anakuona anasema muonekano wako na unachokifanya mbona hauendani, wewe itakiwa uwe mke au uwe mdada fulani umekaa sehemu fulani unafanya kazi fulani au unasimamia duka fulani. Kwani ukiwa mke hutakiwi kufanya hizo kazi? Sasa hiyo kitu ndio maana nasema ni psychological torturing. Yaani mtu anamwona kukuharibu kisaikolojia, ujione uko chini. Uko chini, anakuwa wakati kiuhalisia siko chini, ninachokifanya ni kikubwa. Maana kwa sababu kama hapo sasa hivi nawaza hadi nitafute binti mwingine ni mwajili, ambapo nikifanya hivyo inamaanisha kwamba na mimi nimetoa fursa kwa mtu mwingine. Sasa just imagine wanachuo wangapo mbaliza. Kila mtu amwe mimi hapa na mwajili mtu mmoja. Kuna mtu atalalamika kuna ajira? Sasa ngoja nikwambie kitu. Kuna wimbo fulani unaitwa binadamu ni waajabu sana, wana maneno ya kukatisha tamaa. Unajua ile? Sasa mimi nikushauri usikate tamaa, maneno ya watu ni kawaida. Ndio, maneno ya watu ni kawaida. Na unavyoona unafanya kitu alafu judgment zinakuwa nyingi, either positive au negative. Yes. Ndio ujue hapo sasa kuna kitu unafanya. Kuna mwingine mtu unapita tu barabarani vizuri anakuita, yani wewe jinsi ulivyo, sio nini, mimi nikakufanyia hiki, nikakufanyia hiki. Sasa yani nakujaje yani? Wewe kama unataka kunifanyia hivyo, njoo nifanyie nikiwa nafanya kitu hiki. Una familia? Ina maana umeolewa? Hapana. Hauko single? Ndio. Nitaka kujua pengine labda bwana wako kakuruhusu au inakuaje. Kumbe kama uko single basi na maana unajiamulia wewe mwenyewe, si ndo maana yake? Ndio, mimi najiamulia mwenyewe, niko single. Hela yako inaenda direct, unafanya kitu chako mwenyewe. Ndio. Ndio. Okay, sasa ulisema kuwa kuna changamoto ambazo huwa unazipitia na changamoto zenyewe ni kuhusiana na issue ya kutuelekeza kwamba kuna vitu tunavyohitaji. Kwa hiyo kama kuna mtu yote anakuwa amefikwa na juhudi zako, basi anaweza kusupport kwa namna moja au nyingine. Tuambie ni nini ambacho ulikuwa unakihitaji. Changamoto unazozipitia ni mbili. Changamoto ya kwanza, sina vifaa vyote kwa ajili ya utengenezaji wa matunda na namna ya kuhifadhi ya kibaki. Kwa hiyo nilikuwa na changamoto kubwa nilikuwa nayo, nina shida na fridge au freezer kwa ajili ya kuhifadhia matunda yanayobaki au yale matunda ambayo nishatengeneza at least yapoe kidogo ndio nipeleke kwa wateja. Changamoto ya pili, sina sehemu ya kujistilia au sina frame au sina sehemu ambayo kidogo naweza nikajitanua nikafanya biashara yangu. Sababu kama hivi mnavyoona, hili ni duka la mtu na yeye pia ana biashara. Siwezi nikasema hapa niweke container au niweke mwavuli, itakuwa na mnyimia riziki mwenzangu. Kwa changamoto ni mbili. Cha kwanza sina vifaa, cha pili sina sehemu ya kufanyia biashara yangu ambapo mazingira yatakuwa salama kwa ajili ya matunda. Aha, sawa. Kweli umeongea jambo la msingi sana. Kwa hiyo mtu yoyote anakuangalia sasa kupitia Monga Media anakupata wapi? Mimi napatikana Songea, mkoa wa Ruvuma, mtaa wa Zanzibar, mkabala na msikiti wa wilaya. Hapo ndo location yangu inapatikana. Lakini kwa mitandao ya kijamii na namba yangu ya simu ambayo ni Tigo ni 0672 76 47 16. Lakini pia mimi nina Facebook tu, napatikana kwa jina la Shami Juma. Shami peke yake. Bwana mdada mzuri yupo kati ya Songea mjini na tumempata bwana. Hapa tumefika. Hii ni Monga Media. Karibu sana ule matunda mazuri. Bwana Songea mjini hapa mazingira sio mbali sana. Yaani ukifika hapa msikitini karibia na soko kuu hapa, moja kwa moja na mfulani za matunda unakuta dada kashakata matunda mazuri anakuaga hapa siku zote. Bwana bei zake ni simple kabisa. Karibu sana. Mimi naitwa Monga Simba, hii ni Monga Media. Sema hapa tumefika. Hapa hii ni Monga Media, hapa tumefika. Tumefika kwa nani? Monga Media, na tumefika kwa Shami Fruit, mtaa Zanzibar, mkabala na msikiti wa wilaya.
Bwana hii ni noma sana. Kama kawaida yetu tunakiwasha, tunaendelea kukiwasha mwe.